Biblia mpya kwa wabaguzi yaliyomo ni yepi? Sikiliza. Mbio za Nyamira Great zimeahirishwa hadi lini? Nitakufahamisha. Tegea mwishoni mwa mwezi kufahamu iwapo nitawania urais, na nikasema hayo usibanduke. Ahlan wa sahlan wa marhaba, mpenzi msikilizaji, karibu kwenye Uketo kikamilifu ndani ya mwingoya una uwezo wa 102.0 FM Radio Vuna. Jina langu ni Nyachae Brain. Aliyekuwa mtangazaji mahiri wa habari za Kiswahili kwenye shirika la utangazaji la serikali la KBC Badi Muhsin ameaga dunia. Badi anakumbukwa kama mtangazaji mahiri ambaye hivi majuzi amerejea katika shughuli ya utangazaji baada ya kustaafu. Inasemekana mwaka uliopita mwenda zake alifanyiwa upasuaji kuondolewa mawe ya figo. Ni mzaliwa wa Kitui na anakumbukwa kama mtangazaji tajika hasa wakati wa utawala wa Moi. Kwa mujibu wa familia, Badi alihudhuria sala ya dhuhuri na baadaye akaenda kupumzika kwenye mkahawa mmoja mjini Mombasa baada ya kuhisi uchovu. Marehemu ameaga dunia akiwa na miaka 67. Jamii ya Bagusi imepokea leo nakala mpya ya Biblia iliyoandikwa katika lugha ya Kegusi. Hii ni baada ya shirika la Bible Society of Kenya kukamilisha kufasiri Biblia hiyo. Shughuli ya kupokezwa Biblia hiyo imefanyika kwenye shule ya kitaifa ya Kisii, shughuli iliyowaleta pamoja viongozi mbalimbali hasa wa dini. Aidha, nakala ya kitambo imetajwa kuwa na maneno magumu, huku hiyo mpya ikisifiwa kuwa nyepesi kueleweka. Na lero iga no mogoko no monene ng'atualo. Kuhia leo nimejawa na furaha tele kwa kuwa tumezindua Biblia ambayo tulikuwa tukifanya utafsiri kutoka mwaka 2013 mpaka mwaka 2019. Biblia hii imeandikwa kwa lugha ya Kikisii ambayo ni ya kisasa, kwa kuwa ile ya kitambo ilikuwa na maneno ambayo yalikuwa magumu kuelewa, hata watoto wa kisasa hawangeielewa. Ila Biblia hii mpya mtoto wa kisasa anaweza kuisoma bila kumuuliza mtu yoyote. Na tena Biblia hii maneno yake hajabadilisha kwa njia yoyote ile, ila tulifanya utafsiri kutoka kwa Biblia ya kwanza kuja kwa Biblia mpya kwa lugha ya Kikisii inayoeleweka kwa urahisi. Biblia kwa semenuelia ya yari kile emetangani ocha somo nweke gusi. Viongozi hao wamedokeza kwamba huenda nakala hiyo ikapata upinzani. Hata hivyo, wameeleza kwamba nakala hiyo imeafikiwa baada ya kushirikisha wadau wote kikamilifu. Hata lugha ya Kikisii imebadilika kidogo kwa kuwa kuna baadhi ya maneno yalikuwa na maana hapo zamani, ila kwa sasa maneno hayo yamepoteza maana yao au yana maana tofauti. Vilevile katika uandishi wa Biblia hapo zamani kulikuwa na utumizi wa misimbo au tafsiri usio sawa hapo zamani, kwa kuwa labda wengine hawakuwa wanaelewa Kizungu au vilevile wengine walitumia misamiati ambayo sio sawa. Lakini sasa natumai namna tulivyofanya utafsiri, natumai kimekuwa vizuri na rahisi kukisoma. Alafu kwa upinzani, hapo haikuwa inafaa kupingwa, lakini ni kawaida, lazima watu wangekuwa ambao wangeupinga. Ila ujumbe huu ni sawa na ule ujumbe ulio katika Biblia ya zamani. Biblia mpya au ya zamani, zote ni maneno ya Mungu. Taarifa hizi unazidi kuzipokea kutoka hapa 102.0 FM Radio Vuna. Tufuate kule katika mtandao wa YouTube Vuna TV ili kupokea matangazo ya moja kwa moja. Radio Vuna 102.0 Uketo wa Vuna. Nyachae Brian. Kinara wa chama cha KANU Gideon Moi amesisitiza kwamba ako kwenye nafasi bora zaidi ya kuchukua hatamu ya uongozi wa taifa hili kutoka kwake Rais Uhuru Kenyatta. Moi amesema akilinganishwa na vinara wenza katika muungano wa OKA, Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula, yeye angali kijana na hivyo kuna uwezo mkubwa kulibadili taifa hili. Aidha, Bwana Moi ametaja kwamba lengo la kimsingi la OKA ni kuhakikisha utangamano nchini pamoja na kubadili uchumi. Ikumbuke kwamba Moi alitangaza rasmi azimio lake kuwania kiti cha urais nchini mnamo tarehe 27 mwezi uliopita. Kamwe hatuwezi tambua uamuzi wa mahakama ya kimataifa kuhusu mipaka kuhusu mzozo wa mpaka kati ya Kenya na Somalia. Kauli hiyo imetolewa na Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni. Kwenye taarifa iliyotumwa katika vyombo vya habari, wizara hiyo imesisitiza kwamba kesi hiyo imekuwa ikiendeshwa katika njia isiyozingatia usawa na hivyo kamwe Kenya itakubali uamuzi wake. Aidha, wizara hiyo imesisitiza kwamba uelewano kuhusu mzozo huu utafikiwa tu kupitia njia ya majadiliano. Nyachae Brian. Serikali imepeana shilingi bilioni 17.5 kufadhili elimu katika shule za msingi na sekondari kwenye muhula wa pili.
Akithibitisha hayo, waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema shilingi bilioni 15.7 zitafadhili elimu katika shule ya upili, huku shilingi bilioni 2.7 zikitumika katika shule za msingi. Bwana Magoha ameongezea kwamba kama wizara wako tayari kuendesha shughuli za masomo kwenye muhula ujao, wanafunzi watarejelea shule kuanzia tarehe 12 juma lijalo kwa muhula wa pili, muhula ambao utafikia tamati tarehe 23 Desemba mwaka huu. Tukisonga mbele, kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga amesema atatangaza rasmi msimamo wake kisiasa mwishoni mwa mwezi huu. Akizungumza katika eneo la Lumakanda, kaunti ya Vihiga, Raila amesema uamuzi wake iwapo atawania urais au la mwakani utazingatia jinsi watu watakavyojisajili kwa kupiga kura. Aidha, Bwana Odinga amewataka wakazi wa eneo hilo kujisajili kwa wingi kuwa wapiga kura. Sasa wito yangu kwa watu yangu hapa, nataka kila kijana ambaye amehitimu umri ya miaka 18 ashike kura, achukue kitambulisho na kura, sawa, ili uwe na silaha, uwe mwanajeshi wa Agwamu. Tukisonga mbele, chama cha kitaifa cha wauguzi nchini kinalitaka bunge la kitaifa kutupilia mbali mswada wa afya mwaka 2020 unaojadiliwa kwa sasa ili kutoa nafasi kwa mabadiliko kufanyiwa mswada huo. Rais wa chama hicho Alfred Obengo na naibu wake Moses Chirichiri wakizungumza mjini Kakamega wamesema mswada huo una vipengee tata vinavyokandamiza haki za wauguzi. Wawili hao wametaja kwamba ipo haja wadau wote kushirikishwa vikamilifu kabla mswada huo haujapitishwa. For records purposes, the regulator for nurses in all over the world has never been interviewed by any other person. It is always run by nurses and it is for nurses. That is my request to our beloved government and parliament. We request that the parliamentary committee on health consider our plea to withdraw that bill. And this one will give us as health providers room to put our inputs and more preferred rules that are acceptable to all. Left the way it is oppressive. It is going to finish our profession and watu 170 wamethibitishwa kuambukizwa maradhi ya corona kutokana na sampuli 6162 zilizopimwa masaa 24 yaliyopita. Visa hivyo vipya vimefikisha idadi ya watu waliopata maradhi hayo nchini hadi 250,898, huku sampuli 2,598,772 zikipimwa hadi sasa. Kwenye idadi ya leo, Wakenya walikuwa 158, 12 raia wa nchi zingine, 87 wakiwa wanawake huku 83 wakiwa wanaume. Mwenye umri mdogo zaidi alikuwa na miaka 9 huku mkongwe zaidi akiwa na miaka 90. Kaunti ya Kiambu imeongoza idadi ya waliopata maradhi hayo kunradhi, ambayo ni 43, ikifuatiwa na Kericho 14, Nakuru 11, Kajiado 10, Kitui 9, Meru 6, Tharaka Nithi na vilevile Uasin Gishu 6, Elgeyo Marakwet 4, 4 Garissa 4, Mombasa 4, Baringo 3 na vilevile Busia, Laikipia watu 3 na vilevile Machakos, Murang'a, Bomet, Bungoma, Embu, Kakamega, Kirinyaga, Wajir, West Pokot 2, Kilifi, Kisii, Kisumu, Makueni, Marsabit, Nandi, Narok, Nyandarua, Nyeri, Taita Taveta, Tana River na Siaya wakiandikisha mtu mmoja aliyepata maradhi ya corona. Wagonjwa 841 wanazuiliwa hospitalini huku nchini, huku wengine 1883 wakiendelea kupata matibabu nyumbani. Aidha, wagonjwa 251 wamepona na kufikisha idadi ya wote waliopona kufikia sasa watu 243,591. 266 miongoni mwao walipokea matibabu wakiwa nyumbani, huku 38 wakipokea matibabu hospitalini. Idadi ya waliokufa imefikia 5179 baada ya mtu mmoja kufariki dunia. Nyachae Brian. Aliyekuwa jaji mkuu David Maraga amewasuta viongozi ambao wanaazimia kuwania urais mwakani, akisema wamekosa kueleza jinsi watakabiliana na jinamizi la ufisadi nchini. Akizungumza katika kongamano la 15 la madaktari wa mifupa mjini Mombasa, Maraga amefichua kwamba Kenya inapoteza takriban shilingi bilioni 608 kila mwaka wa kifedha. Aidha, Bwana Maraga amesema sharti viongozi hao wahakikishie Wakenya jinsi watamaliza ufisadi. Kufikia hapo unahitimisha Uketo wa Radio Vuna majira ya saa 3. Zidi kustarehe kwenye pumziko la Sabato ndani ya Tubarikiwe Sabato. Salamu za Uketo ziwaendee wakaaji wa eneo la Nyabimwa, Subana, Watala, Kufai usiku huu. Jina langu ni Nyachae Brian. Na huo ndio mwisho wa Uketo wa Vuna.